Karibu rafiki yangu. Asante, nimekaribia. Mwenyewe unazidi kunawiri. Namshukuru Mungu. Ndicho nacholalia moto wa mapenzi. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Habari zenu jamani? Salama za huko utokapo? Si nzuri, kikubwa tu niko fresh, namshukuru Mungu. Anaitwa Tanasha. Ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Huwa ni mtu wa kusafiri sana. Kwa hiyo leo amekuja, ameona bora tutembelee. Kwa hiyo leo tuna mgeni. Nashukuru kufahamu. Mimi pia nashukuru. Tanasha, kama nilivyokuambia hapo awali, sasa hivi ninaishi na mwanaume wangu. Huyu hapo naomwona ndo mwanaume wangu. Nimeona sio vyema kuishi mwenyewe siku zote. Napaswa kusahau ya nyuma na kuanza maisha mengine mapya. Ananifanya nakuwa na amani na ninampenda sana. Na siko tayari kukiona kijidudu mtu chochote kile kinaingilia mapenzi yetu. Nafikiri unanifahamu sana katika hilo. Nakufahamu sana rafiki yangu. Sasa wewe tutakutana chumbani. Wacha nimsindikize mgeni. Basi uwe na siku njema. Karibu sana. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Umesimama hapo na kunifumba macho. Unasema nini Swedi? Kwa nini siku nzima simu yako ilikuwa imezima? Hapana Fiona, simu ilizima kwa sababu... Kwa sababu ya nini? Au kwa sababu ulikuwa na mwanamke mwingine? Hapana Fiona kipenzi changu. Kuna harakati nilikuwa naipambania. Alafu kuna muda najisikia vibaya kila kitu kitoke kwako. Simu ilikuwa silence mfukoni. Nimekuja kushtuka muda umeenda. Alafu Fiona, uko na mimi muda wote huo lakini bado uniamini? Uaminifu wako umekuwa karatasi. Swedi, unaniambia harakati. Ulishindwa kunitaarifu. Yaani unanidanganya kama mtoto mdogo. Hii sio mara ya kwanza Swedi. Fiona, nakupenda. Raha yako ni muhimu kwangu kuliko kitu chochote kile. Na ikiwa nimekukosea, ni mapungufu nilionayo na kuahidi nitabadilika. Upendo. Upendo wako umenifunga. Umenitia kamba. Unajua nini Swedi? Mimi pia nakutaka. Lakini kwa hayo unayoyafanya, unanitia hofu. Fio wangu, nakuomba nitazuia simu na kila kitu kitabadilika. Maneno tu. Nimesikia maneno kwa miaka mingi sana. Umeshindwa kunilinda hata kwa mara moja. Niliishi kwa imani yako. Nikaacha kila kitu.
Kiufupi, umebadilisha maisha yangu na kuahidi nitabadilika. Sijui kama niko tayari tena, lakini kuna kitu ndani yangu kinataka kupona. Si kwa sababu ya wewe, ni kwa sababu ya mimi. Mimi bado nakupenda. Nitajaribu kwa sasa, lakini ukirudia, msamaha utarudi. Asante Fiona. Naahidi haitatukia kamwe. Nakupenda. Samaki baharini, machozi yangu yanakwenda na maji. Unipende kwa nini? Nimeinvest, umekula mtaji. Sawa, siwezi sema ya kwako, maana huwa yangu. Kabosi, taratibu. Vipi, mbona unacheka? Kabosi, umechelewa kidogo sana. Yaani umechelewa kidogo sana. Kuna movie lilikuwa linaendelea ndani huko, bonge la movie. Nini shida? Yaani kulikuwa kuna ugomvi huko. Dada mkubwa huyo, yani boss lady, alikuwa anagombana na jamaa yake. Oya, kawaka kamwakia mshikaji kisa kwamba jana kalala nje, alafu pia simu kazima. Kweli? Hiki ndio nilichokuwa nakitaka. Baba, bonge la ugomvi ninavyokuambia, mpaka majirani wote walikuwa wanasikia huko. Mpaka majirani wamesikia. Yaani nilijua tu taarifa hii lazima uipende. Na kujua bosi wangu unapendaga vitu kama hivi. Sasa hivi mdogo ukweli utafahamika. Nadhani umenielewa. Sawa. Shika. Shika hiyo. Sasa hii nini bosi? Wewe shika tu. Na bado mdogo ukweli utafahamika. Kwa habari zote za hapa ndio nakupatia. Wewe niletee zote. Sawa. Kabosi, mimi ndo nakupendaga hapo. Kila siku kunipa falo tu, kila siku kunipa mafalo tu. Sasa hivi unajua kila siku kama unapewa hivi hata mshahara wenyewe wakati gani? Ila umbea wengine unajua una faida unatoa umbea kidogo unapewa hela 10,000 kama hii. Afu kuna mijitu mtani inafanya umbea hata shilingi 1,000 ya vocha haipewi. Akili haina hii. Mimi kwa nini niache umbea? Kwa steli kama hii umbea siachi. Tena ikiwezekana mimi nitaanzisha chama changu. Nitaanzisha kampuni kama wale kina Shilawadi. Vipi? Mbona hauko sawa? Kuna tatizo ama? Tasha, nimechoka kuona dadangu akichezewa. Mimi nilikwambia muda mrefu sana. Yule jamaa hawezi kukaa na mwanamke mmoja hata siku moja. Sasa umefika wakati wa kumuondoa. Nataka kumaliza hiki kitu rasmi. Tumweke kwenye mtego, afumaniwe. Umenitafutia nini tena? Si uliniambia nikikuhitaji nikutafute? Ndio, nilisema hivyo, lakini haipo tena. Mtego gani huo? Nahitaji mwanamke atakayemvuta mpaka ndani. Sawa, wala hakuna shida. Huyo mpuzi hawezi kutumiza kichwa kiasi hicho. Wewe ni mwanaume wa rafiki yangu. Tulichofanya tuhesabu ilikuwa ni bahati mbaya. Bahati mbaya? Tamu hivyo? Usilete masiala. Hii haiwezekani. Lakini ni nani huyo mwanamke? Kisula. Mzee,
Mbona unafika mbali sana huko? Unamaanisha mwanamke wako? Ndiyo, maana anahitaji mwanamke ambaye hawezi kumkataa. Unajua ni nini ambacho kinafanya isiwezekane? Ni wewe kukataa kwamba sio kweli. Fiona ni rafiki yangu. Na mimi ni nani kwake? Hiyo ni stori nyingine, haina uhusiano na sisi. Kile kilichotokea hakikuwa cha kawaida. Sawa, mtego unaweza kufanyika, lakini kabla ya hapo kuna kitu muhimu sana inabidi kifanyike. Kipi? Mimi nataka nimtikise kwanza. Unamaanisha? Nitamuita na nitampa onyo kwamba achane na Fiona. Ataacha? Hataacha. Na hapo ndipo mchezo unapoanza. Huwezi kuniambia ukuhisi chochote. Ilikuwa ni makosa. Hapana, ilikuwa halisi. Sijawahi kukutana na mwanamke mwenye radha kama yako. Unanichanganya makusudi. Atakimbilia kwa Fiona na atamwambia kila kitu. Nadhani unamjua dada yako alivyo. Watagombana vibaya sana, na wakishapasuka sisi tunaingia na mtego wetu. Tunagawanya kabisa. Na tukifanikiwa kumtoa Swedi katika maisha ya Fiona, basi kila mtu atapata kile ambacho anachokitaka. Hakikisha hii plan haivuji. Nakwambia ukweli, na hii itabaki kwa siri yetu. Siri huwa hazibaki milele. Lakini sio zote, zingine hubaki kwa sababu hakuna anayetaka zipasuke. Na ukweli ni huu. Relax. Huyu jamaa anaenda kuanguka yeye mwenyewe. Safari imeanza. Na mwisho wake utakuwa mchungu kwa mtu mmoja. Hii haihusiani na Fiona. Hii ni sisi. Mimi na wewe. Mara ya mwisho. Ndio unavyosema leo. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Kitanda cha usaliti. Umekumbwa na kitu gani? Mbona unaonekana hivyo? Nahitaji msaada wako. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia. Msaada gani? Nataka umvutie Swedi. Nini? Unisamehe, lakini sina njia nyingine. Unanituma nikajizalilishe kwa mwanaume mwingine? Tena ni wifi yangu? Sio hivyo. Ni mtego tu. Hii sio sawa, Lazaro. Unacheza na moto sana.
Na wewe ni nani tena? Mtu wa kukuokoa kabla hujateketea. Huyu ni mwanaume wa dada yako? Ndiyo, na ndio maana nataka hii iishi. Unajua dadangu anapitia nini? Anatoa kila kitu, pesa, muda, moyo, lakini jamaa anamchezea kama mtoto mdogo. Lakini kwa nini mimi? Kwa sababu nakuamini na najua yeye hawezi kukataa. Na mimi itakuwaje baada ya hapo? Umefikiria hilo? Sema kilichokuleta. Achana na Fiona. Unatania wewe. Natania? Huyu mwanamke wewe unamchezea na hujui thamani yake yote ile. Hayo ni mambo yangu mimi na yeye. Sasa anakuwa yangu pia. Hii sio kuhusu sisi kupotea. Ni kwa ajili ya kumwokoa dada yangu. Inauma unavyoniambia hivyo. Najua. Na kama kungekuwa kuna njia nyingine, mimi nisingekuja kwako. Nisaidie. Tumalize hii hadithi. Na ukishafanikiwa utakuwaje na mimi tena? Nitakuwa na wewe zaidi ya sasa. Kwa sababu umejitoa kwa ajili ya maisha yangu. Na najua hakuna kitakachoendelea. Tutawahi. Una uhusiano gani na Fiona? Uhusiano wa kumlinda yeye maisha yake. Na kama hutaki matatizo, naomba uondoka haraka sana kabla mambo hayajawa mabaya. Unanipa onyo au unaniogopa? Nakupa nafasi. Wanaume kama nyinyi mnaanguka kwa ajili ya tamaa zenu binafsi. Na siku ukianguka, usiseme hujaambiwa. Kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka. Sawa, lakini hii iwe mara moja, na ikiharibika sitaki lawama. Haitaharibika. Natumaini unajua unachokifanya Lazaro. Ni lazima nifanye hivi. Nilikupenda kwa dhati, lakini haukunijali. Oh, moyo wangu unaumia. Kwa nini mapenzi yameniumiza? Lakini nakuhitaji. Nimekumisi. Nahitaji kinachostahili. Kwa nini mapenzi yameniumiza hivi? Najua huu ni wajibu wangu. Unaonekana umechoka. Ni kweli, nimechoka sana. Kuna nini? Swedi anamchanganya sana. Sijui kama bado anamthamini kama mwanzo. Kwa nini unasema hivi? Anapotea.
anazima simu, na kila nikimuuliza anakuwa na majibu yale yale. Labda una overthink. Hapana Tanasha, mwanaume wangu namjua vizuri sana. Naanza kuhisi kuna kitu kinaendelea nyuma yangu. Usijipe stress mapema. Wanaume wengine wanakuwa hivyo tu. Wewe ungekuwa mimi, ungefanyaje? Ningempa muda, lakini pia ningekuwa macho. Bati, nikitazama ni mwanaume anayekupenda. Sitaki kuumizwa Tanasha. Umejuaje kama nanipenda ikiwa nimekuonyesha siku moja tu? Hautaumizwa. Niliona tu macho yake, jinsi alivyokuwa anakutazama. Anaonyesha hofu akiwa amekukosea. Ni wazi kabisa anakupenda. Mwanaume asiyekupenda hawezi kuonyesha hofu juu ya kosa lake. Nashukuru sana rafiki yangu kwa kuwa na jicho la mbali. Napaswa kumwamini, maana mapenzi yake najua, sitaki kuyakosa. Kitanda cha usaliti, hasira za nini mama, hasira za nini wewe mama, wako hayupo, unagonga huku? Ndio. Wewe nani wewe? Naitwa Sara, natafuta kazi za ndani. kitanda cha usaliti ndicho nacholalia, moto wa mapenzi umenigeuka mateso. Kitanda cha usaliti, hisia za